Hija. Nitumie fursa hii kuwakumbusha Waislamu wote umuhimu wa kutekeleza nguzo inayofuatia baada ya Ramadhani. Na nimependa kukumbusha hili kwa sababu nguzo hii ni nguzo ambayo watu wengi hawaitekelezi, na kwa hoja ambazo sio sahihi, wakidhani kwamba hawana uwezo. Lakini watu wote wana uwezo wa kwenda kuhiji. Kubwa zaidi ni kuweka utaratibu. Ukiweka utaratibu, basi unaweza kufanya ibada hii ya hija. Nasema hivi kwa sababu mimi nimeshuhudia wanaofanya biashara ndogo ndogo kama muuza karanga wameweza kwenda hija, wauza vitumbua kwenda hija. Sikwambii sisi ambao tuliopo hapa tuna kipato cha katikati tuna uwezo wa kwenda kutekeleza hija. Izingatiwe kwamba endapo utafariki ikawa hukutekeleza moja ya nguzo katika nguzo za Uislamu, hautozingatiwa kwa lolote lile, utakuwa umeangamia na umepoteza muda wako bure. Kwa hivyo nitumie fursa hii kukumbusha juu ya nguzo inayofuatia baada ya Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, ndugu zangu, ni mwezi ambao ni semina. Mwenyezi Mungu ameweka katika utaratibu wa semina tuchukue mafundisho maalum ili tuyatekeleze ndani ya Ramadhani, lakini pia baada ya Ramadhani. Na miongoni mwa mafundisho hayo ni mafundisho ya huruma na vile vile kujifundisha kutenda haki kwa watu. Na mtu ambaye ameshinda na njaa kutwa nzima anachukuliwa ni mtu ambaye anapata zile hisia za njaa. Mtu ambaye ameweza kukaa na njaa muda siku 30, akijiwa na mtu yoyote yule akamwambia ndugu yangu, leo nyumbani kwangu hakuna kitu, wanangu hawajapata chochote toka asubuhi. Kwa mtu ambaye ameshinda na njaa kwa muda siku 30, anaelewa vizuri kile anachoelezwa. Kwa hivyo tumefundishwa namna ya kuleta huruma kwa watu. Katika hili, ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kumweleza makamu wa rais kama mwakilishi wa serikali kwamba wakati tukiwahurumia au wakati tukiwafuturisha watu kama sisi tuliopo hapa, lakini wako watu wengine pia wamefunga Ramadhani wakiwa kwenye matatizo makubwa sana. Wako watu wanafunga Ramadhani wakiwa wako gerezani, na baadhi yao wamekuwa wanaishi gerezani kwa sababu za kutokutendewa haki. Na hili ni tatizo ambalo kubwa linakabili katika taifa letu Tanzania. Kuna watu wengi sana wako katika magereza Tanzania, wanaishi kwa muda mrefu kabisa, lakini kinyume na sheria na kinyume na binadamu, na kinyume na huruma ya binadamu. Nitoe mfano mmoja wa tarehe 3 na tarehe 4. Tarehe 3 na tarehe 4 Mahakama Kuu kulikuwa kuna shauri. Hapa kwetu Tanzania mwaka 2002 tungwa sheria inaitwa sheria ya ugaidi. Kwa hakika sheria imetungwa kwa ajili ya Waislamu na inakamata Waislamu, na imekamata mashehe wengi kabisa, maelfu, mamia wamekamatwa humo ndani na wamekaa ndani takriban, sasa hivi tunazungumza zaidi ya miaka 10 wako gerezani. Hoja za kuweka gerezani kwa madai kwamba upande wa jamhuri wanaendelea kutafuta ushahidi. Yaani umemkamata mtu, umempeleka kwa jaji na umeeleza kwamba nimemleta huyu mtu kwa sababu amefanya ugaidi. Halafu unaendelea kusema kwamba unatafuta ushahidi kwa muda wa miaka 10. Hii ni jambo, ni kinyume na ubinadamu, ni kinyume na haki, ni kinyume na sheria. Hawa watu wako gerezani. Juzi wamepelekwa 12 mahakamani baada ya miaka 10. Tarehe 13 mahakama imewafutia shtaka. Baada ya kufutia shtaka, jamhuri imewakamata tena, imewarudisha gerezani na imewapa mashtaka. Walikuwa na mashtaka 8, wamewakamata, wamerudisha mahakamani, wamefungulia mashtaka 18. Watu ambao wamekaa gerezani miaka 10, watu wenye umri mkubwa, watu wenye familia, watu wenye wa Tanzania. Maana hatuwezi kuwa na taifa lenye mfumo wa sheria wa namna hii. Hata wakoloni hawakufanya hiki tunachofanyiwa leo katika serikali huru. Nitumie fursa hii kumweleza makamu wa rais akakae na viongozi wenzake, waangalie hali ya taifa, mwelekeo wa taifa, tunakwenda wapi. Waangalie mrejesho katika jamii, katika umma, juu ya wale watu waliowapa ridhaa ya uongozi, wanawatendea haki au wanatenda namna gani. Nitumie fursa hii kusisitiza kwamba lengo la Ramadhani, ndugu zangu, ni kujenga utu na binadamu. Tuendelee kufanyia naye matendo ya kibinadamu, tuendelee kutenda haki katika mazingira ya Ramadhani. Mwisho kabisa nimtakie